Wataalam wa afya nchini. Hii ni baada ya washikadau kwenye sekta hiyo kufanya kikao maalum ili kujadili mapendekezo ya taratibu mpya zitakazotumika katika uainishaji utozaji za ada za huduma za madaktari na wataalam. Mkutano huo unafuatia maagizo ya kamati ya bunge kuhusu afya yaliyoelekeza baraza kuu la madaktari na matabibu kuanzisha mchakato wa kuangazia upya ada zinazotozwa na madaktari kwa ajili ya huduma maalum kama vile ushauri wa kitaalamu. When you look at the situation in the country following the COVID-19 pandemic, most families are complaining that they cannot afford cost of care. Number two, as council, we have had experiences of patients reaching out to us to organize for them to be released from hospitals because they are being detained for lack of payment of outstanding fees. We also have had cases of bodies being detained in various hospitals for lack of payment. Today we have identified the key drivers of cost of healthcare in this country. So some of the issues that we have identified include the cost of hospitality, the hospital care. We have also identified the cost of pharmaceutical and non-pharmaceutical products. We have also noted that taxation on medical products and medical devices is affecting cost of healthcare negatively in terms of making it go up. So we've also noted that the cost of training for health workers, particularly those who sponsor themselves for training, is still high. And we are now going to constitute another smaller group which will sit next week to fine-tune the proposals and prepare a report that will be presented to the Ministry of Health for onward transmission to the National Assembly Committee on Health. Na mtazamaji, unafahamu kwamba upishi ni taaluma kama zingine na serikali inafaa kuwekeza zaidi kwenye taaluma hiyo, kwani hiyo ni njia moja ya kukuza sekta ya utalii humu nchini. Hayo alisemwa kwenye kongamano la siku 3 linaloendelea hapa Nairobi ambalo limewavutia wapishi zaidi ya 2000 kutoka humu nchini na mataifa jirani. Wapishi pia wameombwa kubuni